kati yetu, ukatuhudumie Yesu. Karibu tena ukasikilize nyimbo za sifa, za shangwe na utukufu zitakazoimbwa mahali hapa na watoto wako. Karibu tena Yesu, pokee mioyo ya watoto wako watakapo kuabudu katika matoleo ya zaka na sadaka zetu. Asante kwa kutupa nafasi ya kuja ukanene nasi tena katika ibada hii, kwa sababu tuko tayari kukusikia. Kwa jina la Yesu, amen. Fungu la maandiko matakatifu linapatikana katika kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sura ile ya 24 na lile fungu la 8. Luka 24 fungu lile la 8 anasema, wakayakumbuka maneno yake. Nitarudia, wakayakumbuka maneno yake. Basi Mungu abariki maneno haya matakatifu kwa jina lake Yesu. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Basi nichukue nafasi hii kualika katika ibada hii ya leo wale wote mnaotufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, katika YouTube yetu ya Makongo Juu SDA tunapoelekea kwenye ibada, na wale wote ambao tuko katika hekalu hili la Makongo SDA Church. Niko mbele yenu kuwaletea utaratibu wa ibada hii ya leo. Atakayetusomea somo lile la sadaka si mwingine ni mzee wa kanisa Nicholas Lukwaro, na atakaoambatana pamoja naye mashemasi wa zamu katika siku ya leo. Kuyupo Faru James, Jennifer Kipemba, Lameki Muyenge, Bestina Matokeo. Aliyetupatia tu aliyetoka hapa tu mara baada ya ombi, aliyetusomea fungu la maandiko matakatifu si mwingine ni Benjamin Alex, na mara baada ya wimbo atakayetupatia ombi si mwingine ni Madam Judith Kebara, na waimbaji wa siku ya leo katika ibada yetu, ibada kuu. Mara tu baada ya kabla ya mhudumu kusimama family music, tutasimama kwa ajili ya wimbo, na mara tu baada ya kusimama yule wa sadaka the brazen, tutasimama kwa ajili ya wimbo. Na mara baada ya hapo, mara baada tu ya sadaka kwenda kwenye somo la watoto, tutapata wale wako kwa watoto ni Advent Melody. Lakini mara baada hapo wimbo wa kufunga ibada, sio wimbo wa kutoka, wimbo wa kufunga ibada. Mara baada wimbo huo kuisha, ndipo tutatoka, itaimba kwaya ya Makongo Juu. Na wale tupatia huduma ya uimbaji shule ya Sabato ilikuwa ni Shadow of Calvary. Na atakaye kuwa kinena nasi mchana wa leo si mwingine ni mtumishi wa Mungu mchungaji Nasibu Maiga kutoka mtaa ule Masaki katika conference yetu ya ECT. Basi anayezungumza nanyi si mwingine ni mtumishi asiyekuwa na faida mchungaji Bryson Mdingi anayechunga mtaa huu wa Makongo Juu. Basi kwa furaha wote niwalike sasa tunapokwenda kuimba wimbo wetu kuu namba 320. Tusimame na wale choristers basi karibu. Lakini basi sambamba wakati wanapojongea hapa mbele kwa ajili ya wimbo, nitambue uwepo wa watu wa mawasiliano walioko nyuma ya kamera pamoja na walioko kwenye mitambo wanaosababisha sauti zetu kusikika mubashara. Mungu awabariki, tunatambua uwepo wenu. Niwatakie ibada njema yenye utukufu mbele za Bwana.
dhambi waja pia, tukiomba kwa Babaye, maombi yasikia. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, kama tulimwomba Mungu, dua atasikia. Una dhiki na maonjo, una mashaka pia, haifai kufa moyo, dua atasikia. Hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia, atujua tu dhaifu, maombi yasikia. Je, unayo hata nguvu, huwezi kuendelea, ujapodharauliwa, ujaporushwa pia, watu wakikudharau, wapendao dunia, upambata mikononi, dua atasikia. Tusimame. Namba 139. Namba 139. Uliniimbie tena pendo la uzima, uzuri wake nione, neno la uzima. Neno hili zuri lafundisha kweli,
tamu la Injili, neno la uzima, lina amani kwa wote, neno la uzima, litatutakasa kwa kila mwana, maneno ya uzima ni maneno mazuri, maneno ya uzima ni maneno mazuri. Kwa heshima na kicho, tutafute nafasi. Wanaoweza kupiga magoti, tupige magoti. Baada ya ombi kuisha, tutabaki chini mpaka tukimaliza wimbo, halafu tutainuka wote kwa pamoja. Tuombe. Baba na Mungu wetu, mfalme wa amani, nasema asante kwa wingi wa fadhili na rehema zako. Asante kutupa upendeleo wa pekee kupiga magoti katika hekalu lako takatifu. Hatuna lolote jema ambalo tumetenda mbele ya uso wako, wala kwa ziada kwa sababu wengine hawakupata nafasi hii, mfalme wa amani. Saa hizi tunakuja Mungu wangu, tumeleta mizigo yetu ya kimwili, ya kiroho, tupokee. Tupe nafasi nyingine tena ya kufaa kuitwa wana na binti zako. Ibada ya leo ikaweze kutusogeza karibu zaidi na msalaba wa Calvary kuliko jana na juzi. Na hata tutakapotoka hapa basi tukaweze kurudishia sifa, utukufu na shukrani. Lakini Mungu wangu, kuna wenye shida mbalimbali ambao hawakuweza kufika hapa. Wewe unajua changamoto zao. Basi Bwana, unapoendelea kutubariki katika kanisa hili, wakumbuke nao kwa nafasi yao katika wakati mwingine. Na ikikupendeza siku nyingine tena tukakutane tukiimba na kulitukuza jina lako. Mungu wangu, kuna silent prayers ambazo nina imani kila mmoja anazo moyoni mwake. Katika masaa haya unapoenda kutubariki, endelea kutubariki. Lakini Mungu wangu, unanikumbusha jambo moja. Ulisema kwamba tunapokutana na kusali, tusisali kama vile watu wa mataifa tukapayuka payuka, lakini ulisema tusali hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko juu mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe deni zetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tusikilize fungu la sadaka
Fungu la sadaka linapatikana katika Zaburi 116 fungu la 18 na 19. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele ya watu wake wote, katika nyua ya nyumba ya Bwana, ndani yako, Yerusalemu. Nitarudia. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele ya watu wake wote, katika nyua ya nyumba ya Bwana, ndani yako, Yerusalemu. Tusikilize ripoti ya matoleo ya Sabato iliyopita. Ni kama ifuatavyo. Zaka ilikuwa ni 2,906,875 na senti 50. Sadaka ya conference ni 1,235,131 na senti 75. Sadaka ya kanisa Maria ni 894,405 na senti 75. MK 178,178 na 150. Hayo ndio matoleo ya Sabato iliyopita. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba uishie mahali pa juu mbinguni. Tazama tumekuja kwenye ibada, tumekuja pamoja na sadaka zetu. Naomba upokee sadaka zetu, upokee MK zetu, upokee na zaka zetu. Baba, endelea kutubariki, tuendelee kukutolea na kazi yako ianze kusonga mbele. Tunaomba wabariki na pia ambao hawajaweza kuja leo na sadaka, Sabato ijayo waweze kupata chochote cha kuja kukutolea wewe Baba. Tazama tunaomba na kuamini kwa kuwa utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Sema utakuwa nami, utashiriki matatizo yangu. Bwana, nilisita kukukaribisha, bali wewe ulisubiri ukuondoka. Ulisema njoo kwangu nywe maji ya bure, kwani una kiu utatosheka. Ulinisikia nilipolia, na ndiyo sababu ulinifia. Baba, nina kuja mbele zako, bila wewe mimi sio kitu. Umenifungulia milango yako, nashukuru.
nitakusifu, nifanye wako. Ulisema njoo kwangu nywe maji ya bure, kwani una kiu utatosheka. Ulinisikia nilipolia, na ndiyo sababu ulinifia. Ulisema njoo kwangu nywe maji ya bure, kwani una kiu utatosheka. Ulinisikia nilipolia, na ndiyo sababu ulinifia. Mali yako sasa Bwana tunatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Sisi watumishi twaunga madeni,
siku ile nilipozaliwa, sikuwa na utambuzi wala kuelewa chochote, hata jina langu ni nani. Sikujua nitakuwa miongoni mwa watakaokuwa hai leo, wala sikujua jinsi ya kuomba, ila tazama niko hai. Siku ile nilipozaliwa, sikuwa na utambuzi wala kuelewa chochote, hata jina langu ni nani. Sikujua nitakuwa miongoni mwa watakaokuwa hai leo, wala sikujua jinsi ya kuomba, ila tazama niko hai. Asante Baba Mungu, jina lako litukuzwe sana. Mbinguni palipotukuka kwa ajili ya upendo wako, umenipa ufahamu. Ni wewe Bwana utendaye yote, hata bila mimi kutambua. Sasa nimetambua na shukuru. Asante Baba Mungu, jina lako litukuzwe sana. Wewe mbinguni palipotukuka kwa ajili ya upendo wako, umenipa ufahamu. Ni wewe Bwana utendaye yote, hata bila mimi kutambua. Sasa nimetambua na shukuru. Ninapolala usingizi na kuwa kama mfu, sitambui neno lolote yanayoendelea. Gizani mote akili yangu na mwili havijui nitamka vipi, ila jambo moja pekee najua, kwamba Bwana yuanilinda. Ninapolala usingizi na kuwa kama mfu, sitambui neno lolote yanayoendelea. Gizani mote akili yangu na mwili havijui nitamka vipi, ila jambo moja pekee najua, kwamba Bwana yuanilinda. Asante Baba Mungu, jina lako litukuzwe sana. Mbinguni palipotukuka kwa ajili ya upendo wako, umenipa ufahamu. Ni wewe Bwana utendaye yote, hata bila mimi kutambua. Sasa nimetambua na shukuru. Asante Baba Mungu, jina lako litukuzwe sana. Mbinguni palipotukuka kwa ajili ya upendo wako, umenipa ufahamu.
nami nikutambua. Sasa nimetambua, nashukuru. Kanisa, Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Hebu tupungiane mikono wote kama tunayo furaha asubuhi na mchana wa leo, alafu tuseme amen. Haleluya. Amen. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wingi wa fadhili zake kwetu na kutupatia nafasi ya baraka mkubwa kuja kumwabudu leo katika sabato takatifu. Kwa wale ambao tumefika leo, ambao nadhani zaidi ya 90%, tumekuwa katika mfululizo wa juma la maombi la uchapishaji, na katikati ya juma hili la maombi tumekuwa na masomo mengi mazuri ambayo yameendelea kutukumbusha kama Wakristo wajibu wetu mkubwa kabisa wa kuwa wasomaji wa neno, lakini pia wajibu ule mkubwa wa kiuinjilisti tulio nao kama kanisa. Leo hatutakuwa na summary kama ilivyozoeleka ya yale tuliyojifunza, maana nimegundua Roho hajasema na mimi hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine ukisikia juma la maombi, njoo kwa siku yake, maana kila siku kuna portion ya mkate unaotolewa kwa siku husika. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo wale tuliokuja leo mtapata portion yenu ya sabato ya leo, na hiyo itawatosha kabisa. Hebu tupungiane mkono kama tunasema iwe hivyo kwa jina la Bwana. Amen. Amen. Nipende kuchukua nafasi hii tena kabla sijasoma neno kushukuru. Tulikarimiwa wakati fulani hapa, ila sasa hatukupewa ile fursa ya kushukuru. Nadhani waliamini nitaisema sasa. Nishukuru kwa ajili ya mwaliko wenu ambao kanisa hili limeutoa kwangu kuja kuhudumu katikati yenu katika siku hizi za juma la maombi ya uchapishaji. Imekuwa ni heshima kwangu pastor kuja tena Makongo baada ya muda mrefu kidogo. Nimekuja tena na nimekutana na familia ya Makongo. Bwana abariki sana, nimefurahi kuwaona. Kwa hiyo kwangu imekuwa ni heshima kubwa sana. Ni shukuru kwa ukarimu wote ambao mumetutendea mimi na familia yangu. Bwana wabariki sana. Nilichukua salamu zenu kupeleka kanisa la Masaki,
nitazifikisha, na karibuni pia kanisa la Masaki English Church. Unahitaji tu kuja na Yesu moyoni. Bwana asifiwe. Basi hakuna kingine. Karibuni sana kanisa la Masaki. Baada ya hayo ni washukuruni kwaya ambazo zimetuhudumia katika ibada ya leo. Kile kikundi cha vijana wale watatu walioimba ule wimbo wa sadaka, wimbo mzuri katika nyimbo nazozipenda ni pamoja na ule wimbo ulisema njoo kwangu unywe maji. Wimbo mzuri sana. Bwana wabariki sana. Lakini pia marafiki zangu wa Family Music, ni washukuru Makongo kwa kutupatia nafasi mimi na Family Music kukutana tena. Kwa hiyo tumepata nafasi pia ya kukutana. Mwalimu Matisho, nimeshangaa sura zimebadilika kabisa. Ni akina Niki tu ndio naona sasa ninawafahamu na wachache. Kwa hiyo ongeleni kwa kuifanya ministry yenu kuendelea kukua kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana wabariki sana kwa huduma yenu njema siku ya leo. Ninafahamu mchana kuna nafasi ya nyimbo zitaimbwa hapa, na nitumie nafasi hii kukukaribisha. Bwana asifiwe sana. Mchana katika wakati mzuri wa nyimbo, na Bwana atatukuzwa katika eneo hili kwa namna ambavyo tutamuimbia nyimbo za sifa. Barikiwa unapopanga kuwa sehemu ya mbaraka wa ibada ya uimbaji mchana wa leo. Sasa ako kamvua ni mbaraka mwingine, wakati tunafanya rearrangement na adjustment ili usipate mvua nyingi kukunyeshea hapo nje. Niwaalike wote sasa tusimame. Kwa kusimama kutawafanya wale ambao walikuwa wanatengeneza mazingira ya ukaaji waweze kukaa, na nimuombe yule kiongozi wa nyimbo aje tena, alafu tutaimba ule wimbo namba 139 tena, na baada ya huo wimbo tutakwenda kusoma neno kitabu cha Luka sura ya 24. Wimbo namba 139 tutaimba tukiwa tunaweka sawa mioyo yetu na kumkaribisha Roho Mtakatifu kwa ajili ya ibada ya mchana wa leo. Karibuni sana. Uliniimbie tena
uzimani, maneno mazuri, maneno ya uzimani, maneno mazuri. Sasa fungua pamoja nami kitabu cha Luka sura ya 24. Ukiwa umesimama, usiwahi kuketi, utaketi sana tu. Luka sura ya 24 na tutasoma kuanzia fungu la 13. Luka sura ya 24 utasoma kuanzia fungu la 13. Kama umefika pale sema amen. Biblia inasema, na tazama siku ile ile watu wangapi miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake linaitwaje? Jina lake linaitwa Emau, kilichokuwa umbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafanyaje? Yakafumbwa wasimtambue. Fungu la 17 linasema, akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake ni nani? Kleopa. Akamwambia, je, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu, hata uyajui yaliyotokea humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu Mnazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tunatumaini ya kuwa yeye ndiye atakayefanya nini? Atakayewakomboa Israel. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya ngapi? Ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha kwetu walitushtusha walipokwenda kaburini asubuhi na mapema, wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Fungu la 25 tutaishia hapa. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Hapana, tuende fungu la 26. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Hili ndilo neno la Bwana, na ninaomba kwa jina la Yesu likapate nguvu katika mioyo yetu mchana wa leo. Tumeomba kwa jina takatifu la Yesu. Amen. Amen. Tunaweza kuketi. Tangu ulimwengu ulipoumbwa, tuanzie mwanzo. Umewahi kujiuliza kwamba maneno mangapi yamewahi kusemwa na wanadamu tangu ulimwengu ulipoumbwa? Tangu neno la kwanza kutamkwa na baba yetu anaitwa Adamu, likaitwa neno, mpaka leo yamewahi kutamkwa maneno mangapi? Kuna mtu anaweza hata akafikiria hiyo namba. Lakini umewahi kuvuta picha hii pia
kwamba pamoja na maneno yote yaliyowahi kutamkwa, lakini kuna maneno ya mmoja peke yake ambaye huyo maneno yake huwa hayapiti. Bwana asifiwe sana. Maneno yake huwa yanadumu. Na anasema neno lake linapotamkwa halipiti bure. Lazima litimize kusudi lake. Bwana asifiwe sana. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie jirani, o jirani, kumbuka maneno ya Yesu. Sasa achana na huyu ambaye umemwona ni wa muhimu sana. Mgeukie yule uliyempotezea na mpe tabasamu feki. Alafu mwambie jirani, o jirani, yakumbuke maneno ya Yesu. Kwa nini nawaambia neno hili? Sikilizeni. Neno la huyu anayeitwa Yesu Kristo, tangu yalipoanza kutamkwa, hayajawahi kupita bure. Sisi tunaongea maneno mengi sana. Mengine ni useless. Mengine tunaongea tu ili midomo yetu isinuke. Mengine tunaongea kujifurahisha. Lakini neno la huyu jamaa anaitwa Yesu Kristo haijawahi kutokea likazungumzwa halafu likapita pasipo kutimiza kusudi lake. Na hayo maneno ndiyo ambayo tumekuwa tukijifunza katikati ya juma la maombi la uchapishaji, ya kwamba neno la Mungu lina nguvu ya ajabu japata kuona. Na wakati fulani neno hili limekuwa likiumba. Bwana asifiwe. Limekuwa likiumba. Wakati fulani neno hili limeleta mabadiliko katika maisha ya watu, wakageuzwa mioyo yao, majambazi wakaacha kuiba kwa sababu ya neno. Vibaka wakaacha kuiba kwa sababu ya neno. Walevi wakaacha kulewa kwa sababu ya neno. Wazinzi wakaacha kuzini kwa sababu ya neno. Waongo wakaacha kusema uongo kwa sababu ya nini? Ya neno. Waliokuwa na huzuni, waliokuwa na majonzi wakapata faraja kwa sababu ya neno. Hili neno hili linapotamkwa popote halijawahi kupita bure. Halijawahi kupita bure. Leo tumesoma kisa cha Kleopa. Ni kisa maarufu sana. Na wengi tumejifunza kisa hiki kimehubiriwa sana. Lakini leo natamani tujifunze katika Kleopa na mwenzake tusiyemfahamu, pamoja na wale wanafunzi 11 wa Yesu, namna ambavyo kulidharau neno la Bwana kunaweza kuleta majuto katika maisha yetu. Kwa sababu tumeona ya kwamba tangu mwanzo neno la Bwana linapotamkwa lazima litimie. Lakini unajua kuna wakati watu tumelidharau, tumelishusha, tukafikiri halitatimia. Kumbe linatimia upesi. Luka sura ya 24 fungu la kwanza ukisoma mpaka 13 tulipofika ni matukio ya siku ya kwanza ya juma, wakati Yesu akiwa amefufuka asubuhi kutoka kaburini. Na Biblia inasema katika hii siku ya kwanza ya juma, Jumapili, Yesu akitoka katika kaburi, jiwe lililokuwa limewekwa katika kaburi likivingirishwa mbali, na mfalme wa wafalme akitoka katika kaburi kama mshindi. Wanafunzi wake wakiwa wametawanyika baada ya disappointment walioipata,
Yule waliyekuwa wanamtegemea kama mfalme alikwisha sulubiwa na kufa msalabani. Wanafunzi wote hofu ikiwa imewashika, wanaogopa kutoka nje. Biblia inasema siku ya kwanza ya juma wanawake hawa wakaenda kaburini kutazama. Na wanapokwenda kaburini kutazama, neno la Bwana linasema walipofika wakakuta lile kaburi liko wazi. Na hawa wanawake wakatokewa na malaika. Luka anasema wakatokewa na malaika. Malaika akawaambia, sikilizeni, mbona mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayuko hapa, amekwisha fufuka. Kumbukeni alivyowaambia katika neno lake wakati alipokuwa pamoja na ninyi, ya kwamba imempasa Masihi kupitia mateso na kukataliwa na watu na kusurubiwa, lakini atafufuka siku ya ngapi? Siku ya 3. Biblia inasema katika fungu letu kuu tulilolisoma, wale wanawake waliokwenda kaburini wakayakumbuka maneno ya Yesu, wakakumbuka neno lake. Wanaporudi hawa wanawake wanawakuta hawa 11 wamejifungia ndani, wana hofu, wamekatishwa tamaa, wako disappointed. Wanawaambia, sikilizeni, Yesu kule kaburini hayupo. Wakaanza kuambia, nyewe wanawake mna matatizo gani? Mtu aliyekufa anafufukaje? Wanawaambia, jamani sikilizeni, malaika wametutokea wakatuambia yule aliyekuwa katika kaburi hayumo tena. Hayumo tena kaburini. Wanafunzi wa Yesu wanabaki na mashaka, wanasema haiwezekani. Na Petro anatoka na Yohana, wanakwenda kaburini mbio. Wanapofika wanakuta kaburi liko wazi, lakini mioyo yao bado ni migumu. Mioyo yao bado ni mizito kuamini. Na wanawake wanawaambia, sikilizeni, malaika wamesema tukumbuke katika neno lake namna alivyosema ya kwamba imempasa kupitia mateso na kukataliwa na watu na kufa msalabani, lakini baadaye siku ya 3 afufuke. Bado mioyo ilikuwa migumu. Sikilizeni marafiki zangu wa Makongo, unajua kinachowafanya wanafunzi wa Yesu wakatishwe tamaa, wawe disappointed, ni kwa sababu hawakulisikia vizuri na kulishika neno la Bwana. Wakati Yesu anawaambia ya kwamba imempasa kuteswa na kukataliwa na kufa, wao akili zao zinawaambia haiwezekani Yesu kufa. Haiwezekani. Haiwezekani. Wakati Yesu anawaambia, sikilizeni, mimi sikuja kuwa mfalme hapa duniani, nimekuja kwa kazi moja tu, kumtafuta yule kondoo aliyepotea. Wao wanasema haiwezekani. Tunakutaka uwe mfalme wetu, tunakutaka uwe kiongozi wa kutukomboa kutoka kwenye makucha ya dola ya Rumi. Haiwezekani. Kwa hiyo Yesu anapokufa wanajikuta hawako tayari. Sikilizeni, kuna majuto, kuna uchungu, kuna maumivu katika kuto kusikia na kuyashika maneno ya Yesu. Hii mvua imekuwa na mibaraka na inanipatia challenge ya kuzidi kupayuka, bana ninaamini hamsikii. Sikilizeni, kwa sababu walishindwa kuyashika maneno ya Yesu, mioyo yao haikuwa tayari. Yesu anapokufa msalabani, they were not ready kupokea ukweli huu, kwa sababu tayari walikuwa na mitizamo yao. They had their own priorities, their own prejudice. Walikuwa tayari wamesema, sisi tunataka Yesu awe mfalme wetu. Lakini Yesu anasema katika neno lake, imenipasa kufa. Na tumesema neno la Bwana linapotamkwa
lazima litimie. Lakini wao wanasema no. Habari za kufa hatutaki. Wakati fulani Petro anamwambia Yesu, ikitokea yoyote amekuja kukukamata wewe, mimi niko tayari kufa, wewe usife. Sikizeni niwaambie marafiki zangu wa Makongo, kuna nyakati ambazo tumechagua kufuata kweli au jumbe ambazo zinatufurahisha masikio yetu. Wakati Yesu anaingia Yerusalemu, wakiimba amebarikiwa Hosana ajaye kwa jina la Bwana, mzao wa Daudi, mfalme anaingia Yerusalemu, wanafunzi walikuwa wanafurahi sana. Lakini wakati walipoona huyu Masihi akibeba msalaba na kupita kwenye njia hii ya mateso dolorosa, hawakuwa tayari kutazama na kukubali. Why? Hawakulishika neno lake. Hawakulisikia neno lake. Unaweza ukawa umelisoma neno la Mungu, lakini bado unachagua jumbe za kuzishika na kuzielewa. Lakini kuna jumbe nyingine unasema hii hapana, hii sio yenyewe. Sikiliza nikwambie, wakati fulani neno la Bwana linaweza likaleta maumivu katika moyo wako. Unaposoma linadai matengenezo katika moyo wako. Unaposoma linadai uamsho katika moyo wako. Unaposoma linakupa challenge ya kukua. Wakati fulani linaleta uchungu mzito. Bwana anasema, sikiliza, usalama wako peke yake, ili usipate machungu na mateso kama ya hawa wanafunzi, litii neno la Bwana. Kwa sababu hakuna namna mwanadamu anaweza akaligeuza. Likitamkwa, limetamkwa. Likisemwa, limekuwa. Bwana asifiwe sana. There is no way tunaweza kulibadilisha neno la Bwana. Na Petro na wenzake hawakuelewa. They were disappointed. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anapowaambia mimi nitakufa, anasema hutakufa. Anapowaambia nitateswa, anasema wewe uteswe, haiwezekani. Tunatafuta message ambazo zitafurahisha masikio yetu. Na katikati ya juma hili la maombi ya uchapishaji, tunayo nuru ambayo tumepewa kama kanisa. Tulisema jana, tumepewa nuru ya neno la Mungu katika kitabu hiki Biblia, lakini tumepewa vitabu vya roho ya unabii. Kuna wakati utakaposoma vitakupa challenge, vitakupa changamoto ya kufanywa kuwa Mkristo bora zaidi, kuwa mnyenyekevu, ukalisikilize neno la Bwana, kwa sababu halitakuja kubadilika. Lazima litimize mapenzi yake. Inafika Jumapili jioni, Kleopa na wenzake wanaamua kurudi nyumbani. Waliona matumaini ya kumsubiri Yesu sasa yana fade, yanapotea. Waliambiwa amefufuka asubuhi, nafika saa 10 hajaonekana bado. Ilikuwa ni siku ngumu sana. Na wanapofika jioni wanasema ni bora sasa turudi nyumbani, kwa sababu huyu anayesema amefufuka hatumuoni, na kama amefufuka mbona haji? Wakatawanyika. Na unajua sio Kleopa tu na mwenzake, na wengine pia wakaanza kutafuta namna ya kuondoka. Kila mtu kuondoka kurejea kwenye kazi zake. Lakini Biblia inasema wakati Kleopa na mwenzake hawa, ambao walikuwa pia miongoni mwa wanafunzi wa Yesu ila sio wale 12, wanatembea kuelekea majumbani kwao, wakiwa na huzuni, wakiwa na mashaka, wakiwa wamechoka, wanazungumza kati yao, wanasema jamani, lakini hata kama alisema atakufa, mbona hatumuoni? Kwa nini afe? Kwa nini Masihi afe? Kwa nini Yesu afe? Wanalaumu, wanatembea kwenda Emmaus. Na Biblia inasema Yesu akawatazama, akawaonea huruma, akaja akaungana nao, akawauliza, rafiki, ni nini hiki ambacho mnakizungumza mnapotembea njiani? Kleopa akiwa amevurugwa, amekasirika, anamuuliza Yesu, kwani wewe peke yako ndiye mgeni hapa Yerusalemu, hata usijue yaliyotokea? Sikizeni washiriki wenzangu, ukikuta mtu amevurugwa usimwingilie haraka haraka. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama Biblia yenyewe imeandika ili jibu la Kleopa, nadhani lilikuwa even worse. Ukikuta mtu amevurugwa usimwingilie haraka haraka. Yesu anaingia na anamwambia, sikilizeni, kwani shida nini? Mbona mnanungunika barabarani?
Nasikiliza nikwambia, Wakristo wengi tumekuwa na dini za manunguniko kwa sababu hatuelewi mapenzi ya Mungu katika neno lake. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa tuko confused. Why God? Why this? Why this? Why this? Tunakuwa na maswali mengi. We are confused. Kwa nini? Kwa sababu hatujakubali kusalimisha mapenzi yetu katika neno lake. Na hawa wako confused. Wanamuuliza Yesu, kwani wewe peke yako mgeni hapa? Ni wewe peke yako hujui yaliyotokea? Biblia inasema Yesu anapoona ile confusion walio nayo, kule kuchanganyikiwa waliko nao, Yesu anawaambia, sikilizeni jamani, sikilizeni. Kwani hamkupata kusoma namna ilivyoandikwa katika Biblia? Hamkupata kusoma ya kwamba Yesu alipaswa kuteswa, kukataliwa na watu, kufa, lakini pia kufufuka? Biblia inasema hata wakati anazungumza, macho yao yalikuwa yamefumbwa wasiweze kumwelewa, wasiweze kumfahamu. Kwa nini? Kwa nini macho yao yamefumbwa? Kwa sababu neno ndilo taa. Walikwisha lisahau neno. Huwezi ukamuona Yesu kama hujalisoma neno lake. Na Yesu ninampenda katika kesi hii. Kwa nini? Kwa sababu hagusi macho yao na kusema oneni munifahamu ni mimi. Yesu anachokifanya ni nini? Anasema ninawarudisha katika neno lile mlilolisahau. Nitawafundisha kutoka kwenye neno lile mlilolisahau. Anawapitisha katika vitabu vya Musa, kina Elia, manabii wote, anawaonyesha namna unabii juu ya Masihi ulivyokuwa umetabiriwa. Na mioyo yao ikaanza kupata furaha, mioyo yao ikaanza kupata amani. Yesu hafanyi muujiza hapa, wala Yesu hatendi tendo lolote la ajabu hapa. Anawafundisha kupitia neno lake. Anawaambia, ikiwa mtalielewa neno la Mungu, ikiwa mtalielewa neno langu, hamtakuwa na mashaka na imani yenu. Leo hii Wakristo wenzangu, tumekuwa na imani zilizojengwa katika miujiza. Lakini Yesu anapokutana na Kleopa anatufundisha kitu leo, ya kwamba imani zetu zinapaswa kubebwa na kujengwa katika neno la Mungu. Hakuna chochote kinachoweza kukufanya umwelewe Yesu isipokuwa neno lake. Hakuna chochote kinachoweza kukufanya umkubali Yesu isipokuwa neno lake. Hakuna chochote kinachoweza kukupatia assurance, kukupa uhakika ya kwamba Yesu yuko hai isipokuwa neno lake. Hafanyi muujiza wowote, hatendi muujiza wowote, anaturudisha katika neno lake. Na katikati ya juma hili la uchapishaji, tumekumbushana kurejesha tafakari zetu katika neno la Mungu. Imani zetu zijengwe katika neno la Mungu, sio dini za miujiza. Neno la Bwana. Na unajua, wanaposikia hili neno, mioyo yao inaanza kupata amani. Wanasema, kwani mbona ni kweli? Kwani mbona ni kweli alisema atakufa? Kwani mbona ni kweli alisema siku ya tatu atafufuka? Wanapotembea masaa haya mawili pamoja na Yesu, wanakaribia Emmaus. Na unajua jioni ilikuwa imeingia, lakini sasa faraja wameipata, kwa sababu neno la Bwana limesomwa kwao. Na unajua Yesu anafanya kama anasema, sasa mimi safari yangu imeishia hapa, ninawaruhusu muendelee. Wanasema, hapana jamani, yani tangia tumevurugwa Ijumaa mpaka leo ni wewe peke yako ndio umetupatia amani katika moyo. Hebu usiende huko nakoenda, pita nyumbani kwetu. Wanamkaribisha Yesu nyumbani, wanafika na Yesu nyumbani. Na Biblia inasema katika kitabu cha Luka sura 24, Biblia inasema Yesu akaenda kuketi nao chakulani. Anyway, tunaandika katika Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa ule ile sura ya 83 inayosema matembezi kuelekea Emmaus. Anasema walipokuwa wameketi katika meza wakiwa wanajiandaa kula chakula kikiwa kimetengwa mezani,
Yesu akanyoosha mikono yake. Akanyoosha mikono yake kubariki chakula. Alafu Biblia Ellen White anasema wanafunzi wakaona katika viganja vya Yesu kuna alama za misumari. Ndipo mioyo yao ikarudi ikasema, kumbe huyu si mgeni tu, huyu ndiye yule mkombozi wetu. Bwana asifiwe sana. Unajua, katika kumega mkate wa uzima, katika kujifunza neno la Bwana, ndio wakati pekee ambapo Yesu Kristo mwenyewe huja kutuhudumia. Ukitaka kukutana na Yesu, utakutana naye katika neno lake. Tunapokaa kusoma neno lake, tunapotenga muda wa thamani katika nyumba zetu, sisi na watoto wetu, tukakaa pamoja kuumega mkate wa uzima, Yesu anakuja katikati yetu, anatuhudumia, na tutashangaa katika nyumba zetu, tutatambua ya kwamba Yesu amekuwa akija na kujumuika na sisi. Tutaziona alama zake za misumari. Huwezi kumfahamu Yesu, huwezi kumtambua Yesu isipokuwa umekaa chini na kulisoma neno lake. Huwezi. Ukikaa chini na kufungua kurasa za neno lake, utaona namna anavyojifunua vizuri kwako. Utaona namna ambavyo anakuonyesha hatua kwa hatua yale ya kupasayo kutenda kwa wokovu wako. Pale nyumbani utashangaa, munapata ile test, ile ladha ya kukaa na Yesu. Na mtashangaa kila wakati katika masaa ya jioni na asubuhi mnapokaa kuomba, mnapata amani katika mioyo yenu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu yuko pamoja nanyi katika kulisoma neno lake. Na ninapenda Kleopa na mwenzake, kwa sababu walipogundua ya kwamba yule aliyekuwa pamoja nao chakulani ni Yesu, na wanapoinama kumwabudu, wanaponyanyua nyuso zao hawamuoni tena, Kleopa na mwenzake wanafanya jambo ambalo nataka nitoe wito kwenu watu wa Makongo leo. Wakiwa wamemfahamu Yesu, mioyo yao imeburudishwa, amani imerudi ndani ya mioyo yao, wakiwa wametambua hakika ya kwamba huyu ni Masihi, Kleopa na mwenzake hawakubaki mezani kuendelea kula chakula. Ngoja nikwambie, yeyote anayemtambua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yeyote anayempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapomsoma Yesu na kumuelewa, hawezi kukaa kuendelea kusoma tu, ataondoka kuambia wengine yale aliyoyasoma. Na Biblia inasema Kleopa na mwenzake wakatoka usiku ule, wanakimbia kurejea Yerusalemu, kuambia wanafunzi ya kwamba sikilizeni, si hadithi tu, sisi tumemuona mkombozi, macho yetu yamefunguliwa, tumetambua ya kwamba Kristo yuko hai. Tumetambua yuko hai. Wanapita usiku, wanapita kwenye milima, wanaanguka, wanasimama, wanapotea, wanarudi njiani, wanakimbia, wanaenda Yerusalemu kuambia wengine habari njema. Sikilizeni marafiki zangu wa Makongo, unapopokea habari njema ya ufalme wa Mungu, hukai nayo peke yako. Na ndio maana katika wiki hii tumeita watu kutoa pesa chache walizo nazo, kutoa nguvu walizo nazo, kutoa muda walio nao, kutoka kwenda kuambia wengine ya kwamba Yesu wetu amefufuka. Kupeleka habari njema kwa watu wengine na kuambia jamani, sikilizeni, msiendelee kulaumu, msiendelee kuwa confused, msiendelee kukata tamaa. Yesu wetu amefufuka. Nani atakayefanya hiyo? Wanahitajika kina Kleopa, waliosoma neno, waliosoma vitabu, wakavielewa, wakamtambua Yesu, wakapata wivu ndani ya mioyo yao. Hatuwezi kubaki na huu ujumbe, ngoja tuuchukue tuupeleke kwa watu wengine. Sikilizeni, tunapomaliza, wakati wamefika Yerusalemu,
wakiwa wanapeleka ujumbe ule, wanapozungumza na wanafunzi wale na kuwapatia habari njema, marafiki sikilizeni, Yesu amefufuka. Yesu mwenyewe anaungana nao. Ngoja nikwambie, Biblia inasema ni mizuri kama nini miguu yao wabebao habari njema. Yaani wakati ambapo unakuwa na uhakika wa kuwa accompanied na malaika watakatifu, wa kuwa accompanied na Yesu mwenyewe, ni wakati unapotoka kupeleka habari njema. Hizi nyakati zingine unaweza ukaomba mara 10, lakini let me assure you, unapotoka kwenda kupeleka kitabu kwa mtu, unao uhakika kabisa Yesu yuko pamoja na wewe. Unapotoka kwenda kushuhudia nyumba kwa nyumba, unao uhakika ya kwamba Yesu yuko pamoja na wewe. Ikiwa ni giza, ikiwa ni nuru, ikiwa ni milima, ikiwa na mabonde, Yesu yuko pamoja na wewe. Wanapotembea usiku akina Kleopa, pasipo hofu, pasipo mashaka, Yesu alikuwa pamoja nao, akiwashika kwa mkono wake, akiwainua na kuambia songeni mbele, kawapelekeeni wengine habari njema. Natamani kanisa la Makongo mwaka huu pia tubebe hiyo habari njema na kuwapelekea watu wengine. Tusikae tu hapa mezani kula sisi peke yetu, Sabato hata Sabato, tunatenga misosi hapa, Sabato hata Sabato, Jumatano hata Jumatano, juma la maombi hata juma la maombi, siku kwa siku tunakula peke yetu. Biblia inasema sikiliza, ukiisha mpokea Kristo una nafasi ya kutoka kwenda kuambia wengine. Usile peke yako. Hebu mshike mkono jirani yako, mwambie usile peke yako bwana. Share na wengine. Waambie wengine pia habari njema. Wapelekee wengine nao vitabu, na wao wampokee Kristo kama wewe ulivyompokea. Wao pia wapate furaha ulio nayo. Wao pia wampokee Kristo, wapate matumaini mapya katika mioyo yao. Na Yesu anasema wanapokumbuka maneno yake, wanapokumbuka ya kwamba alinena na neno lake halikosei, wanatoka wanaenda sasa kuhubiri. Na tunaona kwa kazi ya wale mitume, kwa kazi ya wale wazee wa kanisa la kwanza, mimi na wewe tuko kanisani leo, ni kwa sababu wenzetu hawakubaki na chakula wamekikumbatia. Walikitoa kikafika mpaka Afrika, na sisi leo tunajiita wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Sasa na wewe una challenge hiyo ya kutumia resources zako chache ulizo nazo, angalau kwa mwezi kutenga 10,000 hako kamoja kwa mwezi, kununua kitabu kamoja tu mwezi mzima, hako kamoja kapambano kuu na kukagawa. Una nafasi hiyo ya kusema mimi kwa mwezi mzima nitatoa 10,000 kukarimu wageni wanaokuja Sabato kwa Sabato, kuwapatia chakula. You have that responsibility. You have that opportunity. Fursa ziko wazi. Tunaitwa kushiriki huu mkate na watu wengine. Ukiisha kumbuka neno la Bwana linasema, jamani, lazima habari njema ya ufalme ihubiriwe ulimwenguni kote kama ushuhuda, ndipo mwisho utakapokuja. Haiwezi kubadilika. Lazima tutoke tuhubiri Yesu aje, unless tunataka kubaki hapa. Haiwezi kubadilika. Neno la Bwana linaposema enendeni ulimwenguni kote mukahubiri habari njema ya ufalme na kila atakayeamini abatizwe, haiwezi kubadilika. Imeandikwa itakuwa. Usipofanya mwingine atafanya. Tunajipa challenge leo, na mimi ninawasihi kwa jina la Bwana, jipatie challenge ya kulitii neno la Bwana. Jipatie challenge ya kuwa Mkristo wa tofauti mwaka huu. Jipatie challenge ya kuwa mwinjilisti mwaka huu. Yaani sisi tumeitwa kuwa wainjilisti. Bwana asifiwe. Jipe hiyo challenge ya kuwa na wivu wa kwamba siwezi kukaa na ukweli wa neno la Bwana wakati wengine wakiangamia.
Itanifaidia nini mimi nikiokolewa na jirani yangu kupotea? Hainisaidii kitu. Kleopa na mwenzake walipomtambua Yesu hawakubaki na ule ukweli. Waliuchukua wakaupeleka. Walipotambua kwamba Yesu yuko hai, walipotambua Yesu analeta amani na matumaini mapya katika maisha yao, hawakubaki kimya. Waliinuka usiku ule wakaondoka. Ikiwa una uchungu wa roho zinazopotea, huwezi ukazuia 10,000. Huwezi kuzuia 10,000. Alafu haihitaji promotion. Ni wewe mwenyewe utatoa pamoja na MK na vyote utakavyovitoa, lakini utashangaa kuna 10,000 utaenda kwa mwinjilisti, utachukua kitabu, utatembea nacho kwenye gari lako, utampatia stranger mmoja usiyemjua kile kitabu. Ukristo is a practical living. Ni maisha ya vitendo. Ukristo ni zaidi ya kusimama na kuhubiri hapa Kibwetani. Ukristo matisho ni zaidi ya kuimba nyimbo. It's a practical living. Kile ulicho nacho, ulichobarikiwa na Bwana, kitumie kuwapelekea wengine habari njema. Na ukifanya hivyo, utaishi. Maana neno la Bwana linasema, litakapotamkwa halitapita bure. Nimelitamka kwenu, halitapita bure. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo tunapokwenda kufikia tamati ya ibada ya leo, ni walete kwenu sasa kwaya ya Makongo Juu kwa ajili ya wimbo, na mara baada ya wimbo huo tutapata ombi la kufunga.
njooni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, asema Bwana wa majeshi. Jitieni nira yangu na mjifunze kwangu. Yesu aita kwa upole, njooni niwapumzishe. Yesu aita kwa upole, njooni niwapumzishe. Anasi njoo upate pumziko bure, kamwe hutajutia maamuzi. Njoo rafiki upumzike kwa Yesu. Anasi njoo upate pumziko bure, kamwe hutajutia maamuzi. Njoo rafiki upumzike kwa Yesu. Wasukani ya dunia yapita yo haraka, wasubiri kuja kwake. Njoo anakuita. Wasukani ya dunia yapita yo haraka, wasubiri kuja kwake. Njoo anakuita, anasi njoo upate pumziko bure, kamwe hutajutia maamuzi. Njoo rafiki upumzike kwa Yesu. Anasi njoo upate pumziko bure, kamwe hutajutia maamuzi. Njoo rafiki upumzike kwa Yesu. Wasukani ya dunia yapita yo haraka, wasubiri kuja kwake. Njoo anakuita, anasi njoo upate pumziko bure, kamwe hutajutia maamuzi. Njoo rafiki upumzike kwa Yesu. Anasi njoo upate pumziko bure, kamwe hutajutia maamuzi. Njoo rafiki upumzike kwa Yesu. Tusimame tuombe, na mara baada ya ombi mbele yetu tunacho chombo hapo, na kwaya itaimba wimbo mwingine,
na wale ambao wanachangia vitabu tutawaomba wakati kwaya inaimba utapita kutoa sadaka yako kwa ajili ya ununuzi wa vitabu. Basi tuombe. Baba yetu mwema na rafiki yetu mpendwa, jina lako na litukuzwe. Asante kwa ajili ya kutulisha mchana huo leo. Asante kwa kutupatia tafakari ya namna ya kujihusisha. Mchana leo mtumishi wako amenena nasi tumeisikia sauti yako. Kilichobaki ni kwetu sisi binafsi kuanza utekelezaji wa kile ambacho ndio njozi yako na kile ambacho ulitutuma. Mchana leo wengine wamekwisha kutoa na wengine watatoa tena sasa. Ninakusihi Mungu wa mbinguni, endelea kuwabariki watoto wako. Asante kwa ajili ya hali ya hewa yenye utukufu mbele zako. Asante kwa ajili ya manyunyu ya baraka. Asante kwa utukufu wako katika ibada hii ya leo. Na sasa tunaponyamaza kimya na kwaya inapokwenda kutupatia hotuba nyingine kwa ajili ya utoaji wa fedha kwa ajili ya vitabu, endelea kuwa pamoja nasi na Roho wako Mtakatifu akajitwalie utukufu. Neema yako yatosha mchana huu leo, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na tuseme amen. Ni ujumbe kwako na ulikia, ubariki wana umoto, kipofu tena uchi wa kuhurumia. Ni ujumbe kwako na ulikia, ubariki wana umoto, kipofu tena uchi wa kuhurumia. Na kushauri ununue kwangu dhahabu safi na mavazi meupe, utakuwa safi. Na kushauri ununue kwangu dhahabu safi na mavazi meupe, utakuwa safi. Yohana asema kwa kanisa leo, lisiwe baridi au vuguvugu, ni heri kuwa moto, Bwana atabariki. Yohana asema kwa kanisa leo, lisiwe baridi au vuguvugu, ni heri kuwa moto, Bwana atabariki. Na kushauri ununue kwangu dhahabu safi na mavazi meupe, utakuwa safi.
nakushauri ununue kwangu dhahabu safi na mavazi meupe, utakuwa safi. Nakushauri ununue kwangu dhahabu safi na mavazi meupe, utakuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Ni washukuru kwa sadaka hiyo kwa ajili ya ununuzi wa vitabu, lakini basi chochote ulichokuwa nacho basi unaweza ukakileta kwa ajili ya ununuzi wa vitabu. Tunapokwenda tutamatisha ibada hii ya leo, chukua nafasi hii kuwashukuru wote ambao mlikuwa mkitufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, katika YouTube yetu ya Makongo Juu. Niwalike tena kwa namna nyingine, karibuni tena kwenye kipindi kijacho na Mungu awabariki sana. Basi tunapotoka ni hivyo, niwalike ya kwamba tutarudi tena mchana kwa ajili ya mwendelezo wa ibada ya leo. Basi kwa maneno hayo, chukua nafasi kualika wageni kwa wenyeji kwa ajili ya chakula cha mchana leo. Mahali ulipo unaweza ukafumba macho tuweze kuomba. Mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru Baba kwa masaa haya tena. Tumetoka kula chakula cha uzima. Tunasema asante Baba kwa yale tuliojifunza yaweze tuweze kujifunza, hatimaye siku moja ukapate kutubariki, na siku utakapokuja Baba utukumbuke pia wote katika ufalme wako wa mbinguni. Masaa haya tena Baba, tunapotawanyika katika chakula cha kimwili, tunaomba Baba uendelee kuwa pamoja nasi hadi baadaye tena tutakapoendelea na vipindi vya jioni. Baba, uendelee kuwa pamoja nasi siku ya leo ili tuweze kuendelea kukuhubiria kwa njia ya nyimbo. Tunaomba haya machache katika jina lako Yesu Kristo, amina. Basi nichukue nafasi hii kualika tena kwenye ibada ya mchana. Juzi tulikuwa tuna mziki utalia. Mchana wa leo tutakuwa na mziki ni ibada. Njoni tumwabudu Bwana kwa njia ya nyimbo. Kila kikundi na kila mwimbaji basi atapata fursa ya kumtukuza Mungu mchana huu leo. Kwa hiyo niwaombe namna tulivyo wote kwa pamoja